Kuisikiliza sauti ya Mungu ni jambo la muhimu kwenye maisha ya Mkristo. Kuisikiliza sauti ya Mungu ni jambo la muhimu kwenye maisha ya Mkristo. Unapokuwa Mkristo, tambua ya kwamba umefanyika kuwa mwana wa Mungu na Mungu amekuwa ni baba yako. Sasa Mungu anaposimama katika nafasi ya kuwa baba yako na wewe umesimama katika nafasi ya kuwa mtoto wake, basi hapa katikati yapo mazungumzo baina ya baba na mtoto. Baba atataka kuzungumza pamoja na mtoto wake, lakini pia mtoto atataka kuzungumza pamoja na baba yake. Sasa ikiwa kama Mkristo kwenye maisha yako hauna uwezo wa kuitambua sauti ya baba yako au kuisikiliza sauti ya baba yako, tambua kwamba kuna mengi ambayo Mungu atajaribu kuzungumza na wewe, lakini hutoweza kupata nafasi ya kuyasikia wala kuyaelewa, kwa sababu ndani mwako hauna upeo wa kuisikiliza sauti ya Mungu. Mungu atazungumza kwa nia ya kukutengenezea yaliyo mengi kwenye maisha yako, kwa nia ya kukutengenezea yaliyo mengi au kukutatulia matatizo yatakayokumba maisha yako. Lakini kwa kuwa hutoisikia sauti ya Mungu na huielewi, badala yake utaendelea kubaki katika hali ya kumhitaji Mungu na pasipo kuona matokeo ya aina yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jambo la muhimu kwenye maisha yetu kama Wakristo, tunatakiwa tuweze kuitambua na kuisikiliza sauti ya Mungu, kwa sababu yeye ni baba yetu na sisi ni watoto wake. Sasa unapochukua ile hatua ya kwenda mbele za Mungu, ukipeleka mahitaji yako mbele za Mungu, maana yake pale unazungumza pamoja na Mungu. Tegemea kwamba Mungu na yeye ataisikia sauti yako. Akishaisikia sauti yako, atakujibu na wewe kwa mazungumzo. Sasa kama yeye atakujibu kwa mazungumzo, lakini wewe namna ya kuisikiliza sauti yake huna, itakuwa ni vigumu kuelewa Mungu anachokisema kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, ndio Mungu anasema ya kwamba ajaye ni mchungaji, ya kwamba kondoo wanapoisikia sauti yake hujua sauti ya bwana wake na huenda kumfuata. Lakini akija mtu mwingine akaita, hawawezi wakatoka zizini, kwa sababu hawaijui sauti ya yule mtu, maana si bwana wao. Sasa ikiwa Mungu ni baba yetu na sisi ni watoto wake, alafu tunashindwa kuielewa sauti ya Mungu inapozungumza na sisi kwenye maisha yetu, hakuna chochote ambacho utaweza kukiona kwenye maisha yako. Lazima uwe na utaratibu wa kuijua sauti ya Mungu. Ni watu wengi sana wamepeleka mahitaji mbele za Mungu, wakimuomba Mungu kwa aina mbalimbali, na yamkini Mungu wengine alijaribu kuzungumza nao, lakini hawakuisikia sauti ya Mungu. Ukimwangalia Samueli, Mungu anazungumza naye akimuita Samueli, Samueli. Samueli anasikia sauti ya Mungu, lakini hakuelewa Mungu ndiye anazungumza naye, akaita Samueli, Samueli. Sasa ndivyo ilivyo. Unaweza kuwa Mungu anakuita fulani fulani, unaisikia ile sauti, lakini unahisi ni ya watu ambao uko nao. Unashindwa kuelewa ya kwamba ni Mungu anazungumza nawe kuhusu jambo fulani kwenye maisha yako. Jua ya kwamba simama katika nafasi ya maombi, mwambie Mungu, ikiwa umenipa nafasi ya kukutumikia wewe, ikiwa umenipa nafasi ya kukujua wewe, maana ulisema ya kwamba kila aliyempokea amewapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ikiwa nimepata uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu, nipe na kuishi katika kuisikia sauti yako siku zote za maisha yangu, ili utakapokuja kuzungumza nami nisiishie tu kuisikia na nisielewe ni nani anazungumza nami, bali nikaisikia na nikatambue ni Mungu unazungumza na mimi kwenye maisha yangu. Mungu akubariki, Mungu akuwezeshe. Amani ya Bwana ipitayo fahamu zote za wanadamu na ikujilie juu yako.